haimaanishi kwamba sio somo. Kwa hiyo mabadiliko ni kitu cha muhimu kwa kweli, tunahitaji vinginevyo hakuna uchaguzi ambao ni fair. Asante sana. Asante sana. Tukubaliane wote hapa kwamba msingi wa chaguzi kwenye nchi yetu ni vyama vya siasa. Na vyama vya siasa vitaingiaje kwenye kushika dola, kwa sababu kila lengo la chama cha siasa ni kushika dola, ni kupitia chaguzi. Sasa kama ni kupitia chaguzi, maana yake kwamba hatuwezi kushika dola tukiwa tunavurugana. Tutashika dola tukiwa kwa njia ya amani. Na Tanzania tulipata uhuru kwa njia ya amani. Maana yake kila chama kinahubiri amani. Sasa wengine wanaohubiri kutaka kukinukisha waangalie kwamba nchi na Watanzania wanataka nini na kwa wakati gani. Mwisho kabisa, preach what you believe. Chama cha Mapinduzi kinahubiri demokrasia, na ndani yake umeona juzi kimesikiliza kupitia maoni ya wanachama, kimesogeza mbele swala la kutoa fomu. Kuna wengine wanatenguana tu kila siku alafu wanataka mabadiliko. Asante. Karibu. Umetimisha tafadhali? Mimi nafikiri na mawili. La kwanza, kwenye masuala ya muhimu kama ya kitaifa, sio jambo jema sana kuja na hoja za kishabiki. Unless ni shauri tu kwamba ukija kujenga hoja masuala ya kisheria, sababu uchaguzi ni purely legal process. Kwa hiyo hicho umesoma sheria, unachokichangia kiwe ni swala cha kisheria, sababu ukija hapa na hoja za mitaani za kishabiki, sitakujibu kwa hoja za kisheria na kwa vifungu. Mwisho kabisa, ni wasito kwamba wanasiasa wote nchi hii sio wanasiasa, nchi hii ni wa Tanzania. Kwa hiyo wakae mezani, wazungumze, waaminiane, na mchasiku ni kwamba tufanye uchaguzi ambao ni wa huru, wa haki, wa wazi na kuaminika. Asante sana. Umetimisha tafadhali? Nakushukuru. Malizie na mimi pia kwa kusema kwamba kuna wachangiaji kadhaa wamezungumza mambo, lakini vile vile wamejaribu kuonyesha. Mimi niwakumbushe tu jambo moja. Sisi mwenyekiti wetu wa chama mpaka sasa hivi yuko ndani na amepewa kesi tuseme ambayo itasikilizwa tarehe 24 ya mwezi huu. Kama tunavyofahamu kwamba swala likiwa mahakamani huwa tulihoji, lakini leo tumesikia kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam anasema watu hawaruhusiwi kwenda mahakamani, amezuia. Lakini amezuia hivyo ni kinyume na sheria na katiba yetu ya nchi, lakini ametoa tamko. Ukimuuliza hilo tamko msingi wake umetokea wapi, hawezi kukwambia. Hiyo najua kabisa ni kiburi kilichowajaa ambacho wanaamini pengine wanaweza kufanya jambo lolote kwenye nchi. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ninachosema, kama kweli hili taifa tunalihitaji, tufanye reforms ili tuende kwenye uchaguzi ambao utakuwa na tija kwa Watanzania. Haya, tufunge mada yetu. Nini kifanyike kama mazingira sawa kwa uchaguzi mkuu 2025? Kitu cha kufanyika, mimi nadhani nilikwisha kuwa nimeeleza. Tufanye mabadiliko kwenye baadhi ya sehemu ambazo ni za msingi ili tufanye uchaguzi. Kama hiyo itakuwa ni nukta. Lakini kama wengine walivyosema kwamba kuna wavuvi, kuna nini, wavuvi ni watu. Maana yake wavuvi ndio uchaguzi wenyewe, ndio wapiga kura. Kwa mfano, nitoe mfano tu. Tulipopata uhuru tulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inatufanya sisi tugawanye majimbo kulingana na idadi ya watu. Lakini majimbo sasa hivi baada ya uhuru kuona sasa majimbo ya mjini kuna wapinzani wengi, kuna watu wa siasa wengi, vibration imekuwa kubwa, wakabadilisha sasa hivi tunagawanya majimbo kulingana na jiografia. Kuna milima, mabonde, si nini. Mwisho wa siku Dar es Salaam yenye wapiga kura milioni 3 ina majimbo 10. Lakini mkoa wa Mtwara wenye wapiga kura 900 una majimbo 9. Unaweza kuimagine logic yake ni nini? Ndio maana sisi tunasema tuwe na reforms, turudi kwenye ile ya population quota, sio kulingana na jiografia. Kwa hiyo ni sehemu ya vitu vya kubadilisha. Lakini kuna kanuni inasema wakala hatopewa nakala ya matokeo kwenye hizi kanuni za uchaguzi. Wakala hatoruhusiwa kuingia kwenye kituo ambacho kiko gerezani. Yaani mara hii wameruhusu wafungwa kupiga kura, lakini chama cha siasa au mgombea asiweke wakala. Unaweza ukajiuliza logic yake ni nini? Kwa hiyo kwenye mazingira ambayo tuko nayo kwa sasa, mwisho wa siku kama kweli tunahitaji kulisaidia hili taifa, tuweke mazingira mazuri ya uchaguzi. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana.